tulisema kwamba kanisa halijulikani kwa ukubwa wake ama jengo lake. Kanisa halijulikani kwa sababu ya idadi ama washirika, lakini kanisa linatambulika kwa sababu ya afya yake. Bwana sifiwe. Tulisema kanisa linaweza kuwa kubwa lakini likawa dhaifu, ama kanisa linaweza kuwa ndogo lakini likawa lenye nguvu ya Mungu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hatazani watu kaseme kwamba tunataka tuna kundi la watu, tunataka watu ambao wataimarika. Yesu alisema, nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu halitalishinda, Mathayo 16:18. Nikasema afya ya kanisa hupimwa sio tu kwa sababu ya ibada zake, lakini kwa sababu ya vile ambavyo inabadilisha maisha ya watu na jamii. Msingi wa kwanza wa kanisa ni msingi wa Kristo, Christ focus. Kanisa ambalo kiini chake na focus yake si Yesu, basi mahali hapo anayehubiriwa si Kristo. Haleluya. Watu wako pale kujilimbukizia tu pesa na mali, ni biashara inayofanywa pale. Kanisa lenye afya linajengwa juu ya msingi wa Kristo, sio juu ya viongozi. Bwana asifiwe. Si juu ya desturi, si juu ya dhehebu. Haleluya. Kwamba ona hii dhehebu hii ukiga. Nilikwambia juzi ya kwamba hatutakombolewa kwa sababu sisi ni wana epignosis, kwa sababu eti ni Jersey, kwa sababu tu Catholic, Anglican. Hapana. Tutakombolewa kwa sababu ya ushirika, kumjua Kristo Yesu na kumkubali. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 3:11 nasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka mbana ule uliokwisha kuwekwa, ambao ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kanisa leo na afya ni ile ambao msingi ni Yesu Kristo peke yake. Leo hii watu wengi wamefundishwa kusikia sauti ya mchungaji, kusikia sauti ya viongozi kuliko sauti ya Mungu. Na tujifundishe kumsikia Yesu, na tujifundishe kusikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Hapo ndo kanisa litakuwa hai. Na pili, ili kanisa liwe na afya na kimbia kwa sababu ya muda, ni mafundisho sahihi ya kifalme. Bwana asifiwe. Mafundisho sahihi, mafundisho ya kweli wapendwa, yanajenga tabia ya kifalme na inawafanya washirika wawe raia wa mbinguni, sio tu wa duniani. Unakuwa mwakilishi mzuri wa wapi? Wa mbingu. Bwana asifiwe. Asa ikiwa mafundisho hayakufundishi uwe na tabia ya kama ya Mungu, tabia ya Kristo Yesu, basi unachokisikia ni dini. Bwana Yesu asifiwe. Unachosikia ni siasa, unachosikia ni hadithi za watu. Mafundisho sahihi ya ufalme yanakugeuza nia yako, akili yako, tabia yako, unaanza kufanana na vile mbingu inavyonena. Matendo ya Mitume 2:42, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakidumu katika mafundisho ya mitume. Bwana asifiwe. Right doctrine. Hatuki kusikia siasa. Tunakuja kusikia kile ambacho Mungu amekinena. Neno la kweli kubadilisha maisha ya watu. Ukijiona kwamba unaenda mahali kila wakati na maisha yako hayabadiliki, tabia yako ni ile ile, jua ya kwamba unachokisikia si neno. Bwana asifiwe. Haleluya. Walikuwa na watu wa kupenda sana dini. Wanaabudu lakini hawajui wanaabudu nani. Paulo anasema kwamba ni mwana kibao ameandika pale, kwa Mungu asiyejulikana. Wanapenda sana lakini hakuna kitu kinageuka. Bwana asifiwe. Lakini Waberoya walikuwa watu wenye hekima. Wakati wote walikuwa wanachunguza neno. Neno la kweli labadilisha maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Kitu ambacho kinafanya kanisa liwe na afya ni ushirika. Ni nini? Ni ushirika. Hiyo ni ya tatu, ushirika. Ushirika wa kweli. Tulisema neno inaitwa koinonia. Ushirika. Mkristo hata kama una kipawa namna gani, haijalishi ukiroho namna gani, ukikosekana katika ushirika, moto ule utazima sikitambo. Bwana asifiwe. Ni rahisi moto wako kazima. Nilikwambia tochi ambayo ni recharged, ikikosa kuwa charged, si kitambo inazimika. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe katika ushirika wakati wote. Waebrania 10:25
inasema msikose kusanyana kama ilivyo desturi ya wengine. Usiwe na sababu ya kukosa ushirika hata wakati mmoja. Bwana sifiwe. Yaani wachane mengine, maana katika ushirika ndio unatiwa nguvu na kujengwa. Haleluya kabisa. Matendo ya Mitume 2:44, na wote walioamini walikuwa pamoja na walikuwa na vitu vyote shirika. Bwana asifiwe. Na ushirika, kitu ambacho kitatathmini ya kwamba pana ushirika mahali pale, ni upendo na wajibikaji. Kama hakuna upendo na wajibikaji, basi hakuna ushirika. Maana msingi wa ushirika ni upendo na kuwajibika. Tuweza kukutana pamoja hivi, kama kuna upendo hatujapatana bado. Haleluya. Niliona mahali watu wameandika ya kwamba ni katika Afrika utapata watu wanaanza mkutano na kuomba Kristo achukue hatamu. Halafu katika mkutano ule watadanganyana, watasengenyana, watapigana, watasemezana, halafu mwisho wamalize na maombi. Bwana sifiwe. Na waseme mkutano umekuwa mzuri. Haleluya. Siwe hivyo. Bwana sifiwe. Ushirika mzuri, msingi ni upendo kwa pale, na wajibikaji kwa mahali pale. Haleluya. Utaona kwamba mahali pana shida, utaamua kuitatua. Huo ndio ushirika mzuri. Ya nne nikasema ni maisha ya maombi na ibada. Kanisa lilo hai limejengwa katika maombi na nini? Ibada. Kanisa lisilo na maombi, nimewambia, linakosa pumzi ya kiroho. Kama kanisa haliombi, linakuwa dhaifu. Matendo ya Mitume 4:31, na walipokwisha kuomba, mahali walipokuwa wamekusanyika pakatikiswa. Kanisa lenye afya lajulikana kwa sababu ya uwepo wa Mungu unaodhihirika. Na nikakwambia juzi ya kwamba ikiwa maombi yako hayakubadilishi, huombi wewe. Bwana sifiwe. Kwa sababu gani? Maombi ni mazungumzo kati yako na Mungu, na wewe unafanana na yule ambaye unashiriki naye kila wakati. Unafanana na yule ambaye unazungumza naye kila wakati. Ukiwa na watu ambao ni wasengenyaji, si kitambo utakuwa msengenyaji. Bwana asifiwe. Ukiwa watembea na watu wenye hekima, si kitambo utakuwa na hekima. Na maombi ni njia moja ya kuwa na ushirika na Mungu. Haiwezekani ukawa mtu unaongea na Mungu kila wakati na tabia yako ikabaki kuwa mbovu. Unaanza kubeba the nature of God kila wakati unazungumza na Mungu. Kwa hivyo sinaambia kwamba wapendwa, tuanze kuomba tufanye hivi na hivi, lakini kutazama tabia yako bado ni mbovu, ina maana wewe huombi. Maana maombi ya kweli yanaanza kumbadilisha anayeomba. Bwana asifiwe. That's why unaona watu wengi leo hii wamefungua vibanda huko kwa waombezi. Bwana asifiwe. Lakini tabia zao ni mbovu, hawasikii ile yote. Bwana asifiwe. Ni watu wenye dharau, wenye kiburi. Kwa sababu gani? Maombi yenyewe hayatenda kazi ndani yao, na shetani hupata nafasi mahali pale. Bwana asifiwe. Maana anajitukuza mahali ambapo Mungu hayuko. Haleluya. Ya tano ni wanafunzi, discipleship. Wanafunzi ni ukuaji wa kiroho. Kanisa lenye afya halikusanyi tu waumini. Haleluya. Linajenga wanafunzi waliokomaa, wenye uwezo wa kufanya huduma. Ikiwa hatuwezi amka na tukakomaa tukaweza kufanya huduma, bado tunakuwa wachanga. Bwana sifiwe. Si kwamba tunakuja hapa kanisani tunajaa wengi na wakati wa huduma hatufanyi huduma. Bwana asifiwe. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndipo mwezi huu tunakuwa na discipleship. Haleluya. Kila wakati. These are things we need to learn. Haleluya. Ndipo unaona hapa kanisani kila mwaka kuna Bible school. Bible school. Yani mafundisho hapa ni ndo msingi, is a pillar of this church. Hapa utakuja utafundishwa hata utoke. Tokera rukani mafundisho. Haleluya. Maana ndo msingi wa kweli wa kufanya Mkristo akomae.
Bwana Yesu asifiwe kabisa. Haiwezekani ukaja uwe Mkristo nenda rudi miaka 10 20 bado kwa vile vile hujakomaa, una shida. Bwana asifiwe kabisa. Ni tukubali kufundishika. Mwambie jirani, kubali kufundishika kabisa. Maana ndio njia moja ya kukomaa. Ya 6 ni uongozi wa maadili na utumishi. Uongozi wa nini? Maadili na utumishi. Uongozi wenye afya hujengwa kwa tabia na wajibikaji. Viongozi wengi wameinuka makanisani lakini tabia, Bwana asifiwe, si nzuri na hawajibiki. Bwana asifiwe. Juzi ngawa nasema tu mfano, naweza kuwa huko, maana sitaki kusema niseme mchungaji fulani, haleluya, lakini huenda nikawa niko hapa apostle, lakini mimi ndimi naiba pesa ya kanisa. Haleluya. Mimi ndimi nalala na visichana pale. Mimi ndimi ambaye tabia mbovu. Bwana asifiwe. Kanisa hizi kuu tutadanganya wengine, lakini tusimdanganye Mungu na pepo, na wewe mwenyewe ujidanganye. Bwana, uongozi lazima tubebe tabia nzuri. La kanisa limetukanwa, jina la Mungu latukanwa kwa sababu ya tabia mbovu za viongozi. Bwana asifiwe. Watu wakitazama hawamoni Kristo. Jana niliwaambia kwa mfano, maandiko yanasema katika Mhubiri 7:1 tuwe na jina jema. Bwana asifiwe. Nikasema hivi, ukiona mtu ana tabia mbaya halafu anapenda kujipaka mafuta fulani na ama marashi, na marashi ni mazuri sana, nukia vizuri. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya tabia yule mtu mbaya, watu wakaanza kususia marashi yale japo ni mazuri. Kwa sababu gani? Ya tabia yake mbaya. Marashi yana shida, lakini tabia yule mtu imefanya marashi yale mabaya. Jina la Yesu ana shida, kanisa halina shida. Shida ni wale watu ndio wana shida. Bwana asifiwe. Waambie wapendwa, tusikimbie kanisa kwa sababu ya viongozi ambao walimwakilisha vibaya Kristo Yesu. Mimi kama kiongozi, haleluya, ninaweza kuwa na mapungufu, haleluya, lakini Yesu hana mapungufu. Bwana Yesu sifa kabisa. Na halafu kuwajibika. Usitaki uongozi kuwa bosi. Bwana sifiwe. Tumika. Marko 10:43. Bali mtu anayetaka kuwa mkuu miongoni mwenu atakuwa mtumishi wenu. Uongozi wa Biblia si utawala wa mabavu, ni huduma kwa upendo. Fanya huduma, tumika. You want to be a leader, servanthood mentality must be part of your life. Beba utumishi. Mwambie jirani, beba utumishi tena na upendo basi. Sikutumika na kulalamika. Bwana asifiwe. Sikuwa bosi kanisani. Ya 7 ni uinjilisti. Uinjilisti na impact kwa jamii. Uinjilisti na impact. Sikuambia tu watu okokeni na hakuna lolote ambalo tuongeza katika jamii. Maandiko yanasema Mathayo 5:14. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ulio juu ya mlima hauwezi kufichwa. Kanisa lenye afya linahubiri injili na pia linagusa jamii kwa huduma za kijamii na mabadiliko ya kitamaduni. Tukiwa hapa lazima mji huu ugeuke. Usibaki namna ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie namna ambayo tutagusa mahitaji ya watu. Haleluya. Maskini wapo, mayatima wapo, wajane wapo. Kuna wale ambao si lazima wasikie habari za Yesu, lakini huduma zetu zitamtambua Yesu, zitamtambulisha Yesu. Tukawasaidie. Haleluya. Ya 8, utakatifu na wajibikaji. Utakatifu. Kanisa lenye afya hufundisha maisha matakatifu na kuweka mifumo ya wajibikaji ya kiroho. Hata kama watu wanakosea namna gani, tusiache kuhubiri utakatifu. Bwana asifiwe. Wacha useme kwamba ni mtindo huu. Wacha watu wafanye mtindo yao, lakini sisi tuendelee kuihubiri. Hata tumakiba namna yani, fuhubiri ujeri utakatifu. Bila utakatifu hatuwezi kumwona Mungu. Waebrania 13:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amana watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Timotheo 2:19. Muhuri wa Bwana ndio huu. Bwana asifiwe. Msingi wake tena wa muhuri juu yake, ya kwamba Bwana anajua walio wake.
na kila alitaja jina la Bwana awache uovu. 9, utaratibu unaongozwa na Roho Mtakatifu. Utaratibu unaongozwa na nani? Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 14:40, lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa mpangilio. Roho Mtakatifu ndiye kiongozi mkuu. Bwana asifiwe. Tusiongozwe kwa hisia ama desturi ya kwamba watu wanafanya hivi kwa hiyo tufanye hivyo. Vile Roho wa Bwana anaongoza. Niposa nilikwambia kila kanisa la mtindo ambao Bwana amewapatia, there's a pattern. Niposa kia hapa hatufanyi vile wanafanya wale wengine. Tuasikiza kile Roho anatuambia, hivi ndivyo anatuongoza. Hatuongozwe kwa sababu ya hisia. Wapendwa, hivi ndio tufanye. Bwana asifiwe. Hata kama ni atuga na mwengamana raus, fuende vivi. Kala Roho wa Bwana azamba fuende vivi. Fuhende, tunachokihenda. Bwana asifiwe. Kipofu haiwezi ongoza kipofu mwenzake. La sivyo wote watenge katika shimo. Bwana asifiwe. Na mwisho kabisa, kuzaa na kuzidisha. Timotheo wa 2:2, na mambo yale uliyasikia kwangu wakabidhi watu waaminifu wakaweze kuwafundisha na wengine pia. Kanisa lenye afya huzaa viongozi wapya na kushughulikia kizazi kijacho. Viongozi wapya na unashughulikia kizazi kijacho. Usio tu mshirika hapo wasikia neno na wewe si mtu ambaye pia nawe unafundisha wengine. Kila ukifundisha wafundishe wengine nao. Bwana asifiwe. Kanisa lenye afya sio lile linalopendeza machoni pa watu. Haleluya. Sema kwamba lina mataili kila mahali na maspika mazuri na watu. Hapana. Bwana asifiwe. Kanisa lenye afya ni lile ambalo linamdhihirisha Kristo Yesu, kuwajenga wanafunzi na kuleta mabadiliko kwa jamii. Tusijenge tu makanisa makubwa tu, lakini tujenge makanisa yenye afya ambayo Kristo ni mfalme. Ukweli unafundishwa, upendo unaishi, na ufalme wa Mungu unaenea mahali pale.